Sasa wakati umeenda umeombewa, kilichopona ni nini? Ni roho. Nafsi haijapona. Ndio maana unapenda nini? Ibada. Ila nafsi kwako haijai kupona. Mwili haujawahi kufanyaje? Kupona. Kwa hiyo unatushauri kwamba mwili, yani na maisha yetu tuishi katika nafsi ya moyo tu. Yani ni kwamba hivi kusudi la Muumba kabla mambo hayajaribika. Uumbaji wote ilikuwa ni nini? Ni moyo. Sawa. Umeelewa ilikuwa nini? Ni moyo. Yani kusudi la Muumba mimi na wewe na uumbaji wote ni nini? Ni moyo. Kwa maana adui alihakikisha ukishagawanywa vipande vingapi? Vitatu. Huwezi kutoa ibada vizuri na huwezi kuwa safi. Ndio maana watu wengi walipookoka unakuta wanapenda ibada, lakini wakirudi mitaani tabia ziko vile vile. Ni kweli. Hata na Yesu hata anayekusikiza au anayekuona hilo umesema penyewe, kwa sababu imekuwa ni sana asinya kubwa. Unaenda kanisani lakini akitoka amekuwa vile vile. Ndio. Kwa mfano nataka kuambia kitu kimoja. Ukisoma katika Warumi 7:15 na kuendelea, kuna kitu Paulo pale anasema hivi, anasema natamani kutenda yaliyo mema naisha kutenda nini? Mabaya, kwa sababu si mimi ila kuna kitu kinakaa kwenye nafsi yangu. Sio, umeelewa hapo? Kwa kila mmoja Muumba alimuumba awe vizuri, lakini kutokana na adui jinsi alivyokuwepo alihakikisha wewe hujui chochote mbele huko. Sawa? Ndio maana nimekuambia ndani kuna nini? Kwa nafsi. Kwanza taeleze kwanza habari ya roho. Nimekwambia roho ni senta ya nini? Ya mapepo, wa kuanga, wa kuagiza. Kwa mujibu wa Efeso 6 ngapi? 12. Haya, hivyo pia ukienda katika Warumi 8. Warumi 8. Warumi 8 ngapi? Hebu soma. Tusome hapa. Ili na mtazamaji. Warumi 8:23. Na mtazamaji unakuta anasema yes, kuna kitu nakitengeneza hapa. Kwa kila mmoja ni faida. Sawa. Kwa hiyo Warumi, ngoja nisome. Warumi 8:23 inasema kwamba wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho sisi pia tunaugua katika nafsi zetu. Umeona? Kwa akasema tulio na malimbuko ya roho tunaugua katika nafsi zetu. Kwa maana kweli wewe uliombewa na ibada, unaenda unatoa mafungu ya 10, zaka, vyote unatoa, lakini matatizo yako pale. Kwa hiyo yale aliyopigwa kwenye roho yalikimbia wapi? Kwenye nafsi, akaenda kujitunza kule. Kwa hiyo unashangaa mtu yule ameokoka, baadaye anakuja kufanyaje? Kudondoka. Ni nini? Yale aliyopigwa alikimbilia kwenye nafsi kule, yakajifadhi kule. Ila yanataji nyumba yake ni nini? Ni roho. Sawa. Ndio maana katika Luka ni Luka 11 mstari wa 24 na 26 anasema huyo pepo akitoka huwa anatafuta kwenda kujihifadhi akae. Akisubiri arudi kwenye nyumba yake. Akirudi haji peke yake, wanakuja wangapi? 7. Akirudi asema hali inakuwa mbaya zaidi tofauti na ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa wengi hawakujua huwa anaenda nakaa wapi. Kwa hiyo anaenda anajitoa wapi? Kwenye nafsi.